أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. Amma baad, inshallah baada ya muda mchache tutaanza na hafla yetu ambayo tulikuwa tunasubiria kwa muda mrefu sana. Na kabla ya kuanza chochote kile, kwamba kuna i'lan, tangazo, yani kama vile information. Jambo la kwanza, yani watoto wakitaka kwenda kujisaidia, basi mlango wao utakuwa ni huu hapa. Watoto wa kike tayari wakitaka kwenda kujisaidia, mlango wao ni huu hapa, tapita huko. Na upande wa banati au upande wa kina mama na wazazi na walimu, wakitaka kutoka wao watatumia mlango ule kule, big bench kule tayari. Na upande wa kiume tayari, na watoto wa kiume watatumia mlango huu ambao uko left kwa mimi. Kwa hivyo hiyo ni information kwa fupi. Kwa hivyo inshallah, kabla kupoteza muda, tutaanza na kipengele cha mwanzo ambacho kitachosema adhkaru za asubuhi. Adhkaru za asubuhi. Wanafunzi falyatafadhalu mashkurin ajurin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa ar-rasulul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin washakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah, barakallahu fikum. Inshallah, sasa hivi tutaingia kipengele kingine ambacho ni ufunguzi katika Qur'ani tukufu, nayo atakuja kutusomea wanafunzi Uthman Khalfan. Uthman Khalfan, falyatafadhalu mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Inshallah sasa hivi tunafuatia na kipengele chingine kinachosema ukaribisho, na watakuja kutanguliza mwalimu mkuu, falyatafadhalu mashkuran ajura. Mimi nimepewa kazi ndogo tu kwa leo ya kuwakaribisha wazazi, ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi, ndugu wafanyakazi, ndugu wazazi, assalamu alaikum. Karibuni sana katika hafla yetu hii fupi ambao kuwa tumeiandaa ni ndogo, lakini kwa uwezo wa Allah naamini mtaweza kufaidika nayo. Lengo kuu hasa la hii program ambayo kuwa ni Ramadhani program ni ukumbusho juu ya mambo mbalimbali ya kheri, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Naamini kwa uwezo wa Allah yapo mengi ambayo kuwa tutafaidika nayo, kwa sababu tuliona ni muhimu sana kama Al-Wahdat ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan tuweze kukutanika na nyinyi wazazi ili kuwapa ukumbusho japo mfupi juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Insha Allah, karibuni sana, tujumuike pamoja, tuwaone watoto wetu namna na mambo mbalimbali ambayo kuwa wametuandalia. Mashallah, barakallahu fik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama mwanzo tulikuwa tujakaribishwa, sasa tushakaribishwa, na madhali tumekaribishwa, zile activities ambazo tunataka kuziona sasa ni muda wake, kwa sababu wale ambao wasifanye chochote bila kukaribishwa. Kwa hivyo activities ya mwanzo au jambo la mwanzo tutaanza na hadithi za Ramadhan. Hadithi ya Ramadhan atakuja kutusomea mwanafunzi Hanani Nasr. Hanani Nasr, falyatafadhali. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Hanan bin Nasr, umri 7 sinina. Ana talibatul safi thani ibtidai. Waqaftu amamakum liusharika an majii Ramadhan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani fikie juu yake, idha jaa Ramadhan, inapokuja Ramadhan, futhat abwabul jannat, inafunguliwa milango ya pepo, wa khuliqat abwabun nar, inafungwa milango ya moto, wa sufidat ashayatin, wanafungiwa mashayatin. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, barakallahu fiki wa fiki. Inshallah sasa hivi tutaingia kipengele kingine kinachosema kwamba vipi tujiandae na Ramadhan.
vipi tujiandae na Ramadhan, na hayo atakuja kutuambia mwanafunzi Ahlam Suleiman. Mwanafunzi Ahlam Suleiman, falyatafaddali mashkuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Ahlam binti Suleiman, umri 11 sanatan, ana talibatu li safi rabi' al-ibtidai. وقفت أمامكم لأشارك كيف نستعد لرمضان. كيف نستعد لرمضان؟ namna gani tunajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nastaidu li Ramadhan, tunajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bimusaadati al-akharin, kwa kuwasaidia wengine. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ajwada nasi bil khair, mkarimu zaidi kuliko mtu yoyote. Wa kana ajwada ma yakunu fi shahri Ramadhan, na anakuwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na mwokoe. Liswaimi farhatani yafrahuhuma, mfungaji ana furaha mbili atakazozifurahia. Idha aftara, furaha ya kwanza pindi anapofungua. Wa idha laqiya rabbahu, na pindi anapokutana na Mola wake. Tunatakiwa tuwasaidie wasiojiweza, kwa mfano wazee, maskini, mayatima na wajane. Wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kikweli binti katupa ujumbe mzuri sana, na pia nakumbuka kauli Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, kama sisi tunatakiwa tusaidianeni katika mambo ya khairi. Mwenzako ana shida, sio unapika mwenzako kamlisha harufu, hapana. Tare unapika chakula mwenzako mlishe chakula, sio unapika chakula lakini mwenzako namlisha harufu. Kwa hivyo mashallah, barakallahu fiki. Sasa hivi tutaingia kipengele kingine pia kuhusiana na masuala ya funga. Kuna hadithi kuhusiana na funga. Hadithi hiyo atakuja kutusomea mwanafunzi Sahla Suleiman. Mwanafunzi Sahla Suleiman, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Sahla binti Suleiman, umri 9 sinina, ana talibatu lissafi rabi' al-ibtidaiya. Waqaftu amamakum liusharika hadithu rasuli sallallahu alayhi wasallam an mudawamati al-ibada. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo, husamehewa madhambi yaliyokataliwa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kila nikoangalia naona kila mmoja kanuna, kila nikiangalia kila mmoja kachoka. Haya mambo yanaenda vipi? Ya hafla vipi naenda? Kwa hivyo sasa, ili tufurahi basi tukaribishe majmua min an-nashid yutahifna wa yafrahna, angalau atubitabasam katika sura zetu. Kwa hivyo majmua an-nashid, nashid Ramadhani, mwezi mwandamo, falyatafaddalu, hebu karibuni mwape furaha jamani, watazamaji wenu au na kusubirini. Falyatafaddalu mashkurin maajurin.
Mashallah, barakallahu fikunna. Ani sauti sadaha. Sasa kidogo nimeona watu wameanza sura zao kubadilika tayari, na hata simu zilikuwa mkobani zilianza kutolewa. Kwa hivyo hayo ni machache tu, tayari hapo mbele kuna mengi zaidi ya hayo. Kwa inshallah, baada ya kiburudisho kifupi cha nashida Ramadhan kwa wanafunzi wetu wapendwa, sasa hivi tutaingia au tutaendelea na hadithi ya umuhimu wa daku. Hadithi ya umuhimu wa daku, hadithi hiyo atakuja kutusomea mwanafunzi Aisha Ishaq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani zimchukie juu yake, tasaharu, cheleweni kula daku, fa inna fi suhuri baraka, hakika kula daku kupata baraka. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chelesheni kula daku, hali ya kuwa kuchelewesha kula daku kuna baraka. Na sasa hivi lillahi alhamdu kwamba tunalalamika sana jua kali, lakini kikweli tuna ofa kubwa sana, kwa sababu ukiangalia ratiba ya mwaka huu ya Ramadhani, basi tunakuta kwamba Ramadhani au kula daku inakuna mpaka saa 11 tayari. Sasa ikiwa utakula daku saa 2 saa 3 hiari yako tayari, lakini tuna ofa mpaka saa 11. Kwa hivyo wewe unaweza kuamka saa 10:30 tayari ushandaa daku lako, basi na kisimu chako pembeni tayari, kila tonge mbili mzunaangalia saa baada ya ngapi, baada ya 2, basi muendelea tu. Amempawakisha dakika 58 kwa mbele 58 ndi unafanya nini, na unamalizia funda mwisho la maji. Kwa hivyo nakwenda kuswali alfajiri, kuna wengine wana na kuna kuswali alfajiri hali ya kuwa mtanjikokote hivi.
yani msikiti uko mbali, atamwona kama ufaini aweke karibu. Kwa hivyo ni sunna, tayari ni sunna kuchelewesha kula daku, na pia ni sunna kuharakiza kuftari tayari, lakini sio kwamba umeambiwa kuharakiza kuftari pia ukasema ile jua liache likizama lisizame. Hapana. Kwa hivyo hayo ndio ambayo miongoni mwa mambo ambayo mwanafunzi wetu mpendwa ametukumbusha. Kwa hivyo inshallah sasa hivi hebu turudi tena katika masala ya nashid. Ale wanafunzi wale kidogo mimi sijafurahi bwana. Japo nyinyi mlifurahi lakini mimi sijafurahi sana, nimefurahi kidogo tu. Hebu endelee kutufurahisha. Tayari naomba tena hapa nashid nahnu shabab Qur'an. نشيد نحن شباب قرآن ونفوزي فليتفضل مشكورين مأجورين. نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان قرآني نور على نور قرآني أسمى دستور قرآني نور على نور قرآني أسمى دستور قرآني بعث ونشور قرآني نفخ جناني قرآني بعث ونشور قرآني نفخ جناني نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان اقرأ يا شبل الآية وارتع في طيب النفقات اقرأ يا شبل الآية وارتع في طيب النفقات اقرأ سورة الحجرات وتعنم بالقرآن اقرأ سورة الحجرات وتعنم بالقرآن نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان احفظ جزءك يا خرين واتل أحكاما تجويد احفظ جزءك يا خرين واتل أحكاما تجويد يوم الحشر تكون سعيد اقرأ وارقام جناني يوم الحشر تكون سعيد اقرأ وارقام جناني نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شباب القرآن. Nafikia hapo tu, sijui bwana. Nitaja kuendeleza baadaye mkitaka. Tayari. Mashaallah, barakallahu fikum. Ani toto na shida na kila tukenda mbele kidogo wanazidi kutufurahisha kikweli. Wana hina shida matawaqata hadha hasawa. Kwa hivyo mashaallah, barakallahu fikum. Sasa hivi tutachukua muda kidogo, tutaingia katika kipengele ambacho kinachosema kwamba utambulisho. Tayari tutaingia kipengele cha utambulisho,
na falyatafaddal makamu mkuu wa shule falyatafaddal mashkuran maajura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanafunzi wazima, wazazi wazima, mashaallah. Mimi nina kipengele kidogo tu nilichopewa hapa cha utambulisho. Mnaoona wamevaa nguo nyeupe wengi, kuacha kule meza kuu ukiona nyeupe. Hawa wote hawa ni wanafunzi wetu ambao walikuwa hapa mbele. Pamoja na kuwa ni wanafunzi wetu, mnaoona wamekaa katikati yao wamevaa majuba, mabaibui meusi, ni walimu wao. Kwa hiyo kwa haraka nitaanza na mwalimu wa baby class. Hapa shuleni kwetu tunaanzia baby class. Wale wadogo wale ambao wengine bado wananyonya au ndio mnaachisha kunyonya, tunaomba mtuletee hapa. Na tunaye mwalimu ambaye ni mlezi sana wa watoto hawa, Madam Ruhaila. Naomba usimame juu. Madam Ruhaila katoka nje, yupo mtaalamu. Kwa hiyo tunaomba watoto wa umri huo mtuletee kwa sababu tunao walezi wao. Baada ya hapo tuna nasari ambayo tumegawanyika sehemu mbili. Kuna KG1 yani kindergarten 1, kindergarten 2 na KG3. Madam Umi ni mwalimu wetu wa KG1. Naomba asimame pia, wazazi wamuone. Huyo ndiye anayeanza kwenda nao baada ya kubembelezwa kulia kule, huwa anawapokea yeye. Aanze kuwafundisha kutrace namba, kuandika hii ndio A, iko kama kikombe. Yeye ndiye anaanza kazi hiyo. Baada ya hapo wanaenda mbele kidogo kuanza kuunda zile namba au herufi. Wanaingia kindergarten 2, tunaita KG2. Tunaye Madam Sabahi, yeye huwa ndio anapokea pale kuwapika. Mmemuona. Pia baada ya hapo kuna ambao wanatuandalia ambao tunaita pre-primary, ambao ndio nasari sasa anamaliza, na tupate comment yake kwamba huyu anaweza kuingia la kwanza au aingie darasa la kwanza ambao ni lower level ya darasa la kwanza au nursery level. Tunaye Madam Pili. Naomba usimame. Kule kwenye magrupu ya KG3, yule unayemuona anawafundisha watoto jinsi ya kusalimia, jinsi ya kuingia darasani. Unataka uingie kwa kugonga tano, unataka uingie kwa kukumbatiwa, yule unayemuona kule ndio huyo. Wanafanya kazi kubwa sana. Waambieni mashaallah. Baada ya hapo tunaanza sasa rasmi primary. Ili wapokelewe sasa primary, tunaanza na darasa la kwanza, ambapo kule nasari kuna shughuli ambayo inafanyika hapa leo. Wanaoipika na kuitengeneza, anayesababisha watoto kule ndio wamekuja huko wanasoma sekula, lakini wanakwepa shikamo, wanasema asalamu alaykum. Tunaye ustazati hapa, yeye atajitambulisha baadaye, ndio yuko katika kipengele kule Madam Jawahir. Tukianza la kwanza sasa, tunaye madam ambaye ndiye anatupikia lile darasa, Madam kumbe mnamfahamu, Madam Siamini. Mkiona huko wamenyamaza wale la kwanza, ni kwa sababu Madam Siamini kakaa engo ile. Hata kule nyumbani mkiwa unampa chakula hataki kula, mwambie Madam Siamini, nitameza mama, ndio yule pale. Lakini pia tuna darasa la pili. Darasa la pili Madam Salma kafika No. Madam Salma Hafidhi, Madam Salma mwenzako kafika? Hakufika na dharura leo. Ila tunaye Madam Fatuma ambaye pia anasaidia hilo darasa la pili. Madam Fatuma, naomba usalimie wazazi.
Haya, darasa la 3 na la 4. Hilo la pili na la kwanza tunayo ustazi ambaye pia ndiye mpishi wa hili zoezi, ndiye aliyetuleta hapa, Ustazi Habibu. Naomba usalimie wazazi. Huyu ndio mzee wetu wa busara, maana yake hata tukigombana tunamtafuta yeye atupe aya 2 3, tunayamaza, tunaacha. Kwa hiyo unakuta ustaarabu, kutulia kwa shule, kutulia kwa kituo chetu ni huyo. Mkigombana, hebu tuangalie Mtume kasemaje hapa, Allah kumbe kasema hivi, tunaacha. Kwa hiyo ni watu muhimu sana. Darasa la 4 hivi, Madam Rahma kafika? No, ana dharura. Madam Fauzia ana dharura, sio? Au kafika? Hao wawili wana dharura. Haya, tuna Madam Fatuma pia, naye yuko darasa la 4 na la 3 kwa somo la Kiarabu pamoja. Kule chini sijataja masomo kwa sababu kumchukua Madam Siamini anabeba mzigo wote, anasaidiwa tu. Sawa, ndio maana sijataja masomo kule. Ila darasa la 3 na la 4, mwalimu anayefundisha darasa la 3 ndio huyo anayefundisha somo hilo darasa la 4, ili awafue la 3 aende nao kuwatengeneza kwenye mtihani darasa la 4. Darasa la 3 tunaye Madam Rahma, yeye hayupo, anafundisha somo la jiografia na environment pamoja na art and sports. Na darasa hilo la 3 na la 4 tuna Samtele Mwiji Mwamba. Leo unaweza kusema mufti wa Tanzania. Hebu simama kidogo wasalimie wazazi. Wanafunzi walikuwa wananiambia, kwani Samtele leo hajaja? Kaja, ndio huyo shehe hapo yupo. Lakini somo la historia Tanzania na maadili pamoja na Kiswahili tunaye Madam Fauzia, leo ana dharura ziwabeba watu 3 hao, na anafundisha darasa la 3 na la 4 pia. Tumemaliza wanafunzi, tumemaliza tayari. Tunao somo la mathematics. Mimi simjui. Nani anafundisha? Haya, darasa la 3 na la 4 somo la hisabati huwa niko nalo mimi, ambapo hapo ndio kwa ujumbe, jamani tusaidie watoto wanaandika namba vibaya. Kwa hiyo ukuta zile rudia nza kwangu, repeat. Kwa hiyo lakini ndio tunaanza, tutaenda. Ni hami upande wa walimu nikamilishe kabisa kufunga kocha wa walimu ambaye tuko naye hapa. Mimi tayari shatambulishwa MC, mimi tayari shatambulishwa. Si ulisema anakuja mimi shatambulishwa tayari? Hajanisikia MC. Kwa majina mimi naitwa Hamza Omari Kadari. Ndio makamu mkuu wa shule kitengo cha taaluma pia. Wengi wananifahamu, wengi wazazi hamjanifahamu, ila mtanifahamu kwa sababu tukimaliza Ramadhani tutaitana sana. Kwa hiyo mtanifahamu taratibu, msijali. Tunaye mwalimu mkuu ambaye ndio kocha, ndio anaendesha hiyo timu, ndio kabeba aliwahdati kichwani, ndio kapewa jukumu hilo, na anatakiwa alifikishe salama hilo gurudumu. Hana namna, hakuna kipengele kinachosema mimi shule yangu ni changa. Huwa viongozi wanataka tu matokeo, hawataki neno shule yangu changa ndio nimeanza. Huyo ndio kabeba hiyo shule. Mimi ni msaidizi, tukizidiwa na kimbia, anambia alikuwa ni mkuu wa shule. Ndio huyo hapa yupo. Madam Kusum, simama wasalimie tena wazazi. Sio jambo la mshangao, kuanzia nchi yetu juu kule wako wao, mpaka huku shuleni wako wao. Sisi tunasikiliza tu anatuambiaje. Wakina mama oye, mpo, mnaweza, mpaka tuwawezeshe.
bila kuwezeshwa. Mashaallah, nimalizie na meza kuu. Huku kwenye meza kuu tuna wazazi ambao ni wazazi, naomba tu wanyoshe mikono kwa kupungia wazazi wenzao upande wa kina baba. Hata sijataka uwe mzazi. Na huku ambao ni wazazi, mashaallah. Tuna bodi ya shule ina waliopo leo na wengine wana dharura kulingana na Ramadhani na programu nyingi kama zilizo hapa. Tukianza na Sheikh Amru Suleiman, wewe simama, bado kijana kama mimi, wasalimie. Huyu ndiye ambaye ukikuta wanafunzi wote wana vitabu, nyie wazazi mkikuta wanafunzi wenu wana vitabu kila somo, huyu ndio tunayemsumbua, nenda tai, nenda wapi, hatutaki hiki, karudishe, kalete kingine, ndio huyo hapo. Sisi kazi yetu ni kuchukua na kuwagawia wanafunzi. Kwa hiyo ni kiungo muhimu sana kwenye bodi ya shule, nadhani ndio kiungo mchezeshaji. Lakini tunaye ambaye ndio mwenye shughuli hii, ambaye anasababisha mimi hapa nimeshindwa kutaja au kusema aya yoyote kwa sababu yupo, naweza nikakosea. Ni imamu wa msikiti wetu ambaye ndio yuko hapa, Shehe nafahamu Shehe nani? Mbaruku nani? Suleiman. Mashaallah, Shehe unajulikana kama vile unafundisha chekechea. Mashaallah, karibu sana Shehe, wasalimie wazazi. Huyu bwana Allah amlipe, tunamtumia saa nyingine kama vile sio imamu wetu. Si unajua imamu ni kiongozi mkubwa sana, ila kwa bahati mbaya sisi tunamtuma. Madam siamini, jana si ulimtuma wewe kaniletea kitambaa na kaenda, kitambaa hiki hapa kaenda. Yaani ni mtu ambaye si tusemeje, kwa sababu huwa sisi tukishakuwa maimamu unanituma wewe na mimi unanituma kama nani, lakini yeye wallahi hata mkuu kidogo hii imegoma huko, nenda, anaenda kufanya. Allah akulipe. Mgeni rasmi, tunaomba kama utakuwa unatengua timu zako, huyo tunamuomba tuwe naye kadri atakapomweka, usimtengue. Lakini tunaye ambaye ndiye mtumwa zaidi kuliko sisi, yeye ndio mtumwa wa kituo hiki, ni Sheikh Nasoro. Sasa hapa tunao Nasoro wawili, tuna Nasoro Abdallah, naomba yeye aanze kusimama, au Baba Moza asimamie. Asalimu alaykum salam. Huyu naye huwa mkiona watoto hawajala wakirudi wakisema wana njaa na hawajai kufanya hivyo, yaani mkono atoa hawajai kulalamika njaa, huwa tunamsumbua huyu. Sawa Ndio kiongozi mkuu, sio mpishi, yaani yeye ndio anajua hivyo vitu vinaletwa wapi. Vikishaletwa sasa ana timu yake. Madam Zubeda, simama juu. Huyu Madam Zubeda yeye ndio mtoto akisema tumbo linauma, tunaanza kumuuliza leo ulipika chakula cha aina gani? Kwa nini watoto waumwe tumbo? Tena atachelewa kuondoka, yuko kwenye mahojiano, kwa nini watoto wameumwa tumbo? Kwa hiyo ni mtu muhimu sana katika kituo chetu, kwa sababu anatusimamia upande wa afya za watoto wetu, akishirikiana na Madam Warafa. Yupo naye pia yupo kwa upande wa KG. Yule baby class kasharudi, simama. Tulikuwa tunakutafuta kwa sababu wazazi watagoma kuleta watoto wachanga. Mmemwona wazazi, mmemwona anafaa kuwalea watoto mnavyomwona, muonekano tu. Mashaallah, kwa bahati nzuri kama madam
Vigezo vya hapa kuwa mwalimu wa baby class, lazima na wewe uwe na mtoto. Sasa naye pia ana mtoto, tena naye ni cha kwake pia ni kidogo hivyo hivyo, ili awe anaweza kuwa na huruma. Wale watoto mnaowaleta bado ni wadogo na anaweza. Tunaomba mtuongezee watoto kule, tuna watoto wachache. Wazazi msitufichie watoto nyumbani, walete walie huku mpaka wakimaliza mwaka wanajua kuongea. Tuna shehe kafika hapa, simjui jina ila namjua kila kitu. Jina nimelisahau, sio mongo. Sio maana kuanzia KG wote niliwakumbuka, ila yule ni shehe nimemsahau. Naomba tu asalimie wazazi. Shehe Rashidi, mashallah. Wa alaikum salaam. Shukrani shehe, karibu sana. Nimalizie, kuna madereva wetu ambao wanatuletea watoto, wako wawili. Mgeni rasmi yeye hatambulishwa na kwaga wa mwisho. Madereva naomba msimame tukaza, wanamuita almaarufu Shehe White. Mpaka watoto kumuuliza jina lake rasmi ni nani, asema tu Shehe White. Shehe White yupo leo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini kuna Shehe Ibrahim leo ndio DJ wetu. Ukitaka kujua siri ya kutabasamu, umfuate Shehe Ibrahim, atakuambia. Naomba niwasilishe MC, naomba niishie hapo. Shukrani sana. Asante sana makamu mkuu wa shule kwa kutambulisha. Walillahi alhamdu, kwamba tulikuwa tunaona tu kwamba huyu kaka upande huu, kaka upande kule, kumbe kila mmoja kaekwa na sekta yake, kila mmoja kaekwa na sekta yake. Kwa hivyo sasa, baada ya utambulisho mfupi ambao utangulizwa na makamu mkuu wa shule, kwa hivyo tutaendelea na activities zetu, na sasa hivi kitachofuata itakuwa ni fadhila za mwenye kufutarisha. Fadhila za mwenye kufutarisha, takuja wanafunzi Rayyan Abdullah. Karibu fi minbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Rayyan binti Abdillah, umri 7 sinin. Ana talibatun lissafi thalith ibtidai. Waqaftu amamakum liusharika haditha rasuli an iftari saimi. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na muokoe, man fattara saiman, mwenye kumfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atakuwa na malipo kama aliyefunga, ghaira annahu la yankusu min ajri swaimi shay'a, isipokuwa yeye hapunguzi chochote katika malipo anayoyapata mfungaji. Natoa ujumbe, kumfuturisha mtu si kama watu wanavyodhani kwamba ni kumpa mtu chakula mpaka kushiba, isipokuwa hata tende moja itatosha kupata malipo makubwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli ujumbe mzito ambao sisi tumepewa kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kama alivyosema katika ujumbe wake kwamba Ramadhani sio lazima labda kumkaribisha au kumpa mtu sani nzima. Hapana, hata sadaqat ambazo zinazotolewa na watu mbalimbali, ikiwa ni maji, ikiwa ni tende, basi pia itahesabika. Muhimu tu kwamba kila ambacho ulichokitoa kwamba ni kiwe kitu cha mwanzo, ule mfungaji apate kula, ikiwa ni maji apate kunywa, na ikiwa tende apate kula. Kwa hivyo hariyun bina kila mmoja kwamba ajihimize katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu bonus ambazo
zipo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kikweli, tofauti na sehemu nyingine au tofauti na miezi mingine. Kwa hivyo sasa, baada hapo tumeona kwamba kuna shamra, kuna kitu kinataka kuandaliwa hapa, si kishaandaliwa bado, lakini sijui kitu gani. Kwa hivyo naona mtu anatandika misafu tele, sijui kuna imamu na maamuma hapa. Kwa hivyo hebu tuone vijana kinachofuata sasa hivi, inshallah itakuwa kuna igizo ambalo litakaloeleza watu wa aina tatu, ambao wamo katika ufungo wa Ramadhani. Sasa naomba tu katika hili igizo kila mmoja awe makini katika kuliangalia kila kipengele, kulisikiliza kile herufi, na mtu ajijue, je, yeye yupo katika aina ipi ya watu tayari ambao tutakuja kuelezewa hapa tayari. Kwa hivyo watu wa igizo, wanafunzi wa igizo, falyatafadhalu mashkurin maajurin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ينقسم الناس في رمضان إلى 3 أقسام، ومن عدل هذه مسرح نقدم لك كائن بين هذه أقسام. الله أكبر الله أكبر. استيقظ يا همزة، هيا نصلي الظهر، إن الصلاة واحدة. إن ساعة الرابعة سألهم قليلا بعد. يا سلام، إنها لقمة الراعة. بقى ساعة واحدة على أذانة المغرب. قضيته بين النوم واللعب. يا سلام. هذا هو حال الصنف الأول في رمضان. بالنسبة لهم هو شهر الأكل وشرب وراحة ولعب ومسلسلات، وليس من صيامه إلا الجوع والعطش، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس لصيامه إلا الجوع والعطش. kwamba hii ni aina ya kwanza ya watu katika funga, yani wako watu katika funga, wao funga yao wanitumia kwa ajili ya kula na kunywa, na wala hawaheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia watu hao mbalimbali kwamba wao wanalala tu, na pia kuangalia misalsalati tofauti, kwamba wao wamegeuzwa kwamba Ramadhani ni muda kufanya nini, wa kuangalia season, kuangalia tamthilia. Tayari kila tamthilia kwamba sasa hivi kazini hatwendi au tuko free, basi wacha nipoteze muda wangu kwa ajili ya kufanya mambo hayo. Kwa hivyo hii ni aina ya kwanza. Ikiwa mtu yupo katika aina hii, basi ajijue kwamba funga hana funga tunasema, au labda kama yeye atakuwa anakesha na njaa tu na pia ukaa na kiu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba rubba saimin laysa lisiyamihi ila al-ju' wal-'atash, huenda mwenye kufunga ikawa hana malipo katika funga yake isipokuwa kukaa na njaa na kukaa na kiu. Kwa hivyo ni aina ya kwanza. Hebu tuangalie aina ya pili. Kwa hivyo jihesabu nafsi yako, aina ya kwanza kama humo au umo. Hebu tuangalie na aina ya pili, je, inakuwa ni aina gani? Allahu akbar, Allahu akbar.
استيقظ يا معمر هذا الوقت استيقظ يا معمر هذا الوقت استيقظ يا معمر هذا الوقت ضيب مبارك ونحن في رمضان. باب اقرأ قرآن واسجد. لا أريد هذا ما سمعت استغفر الله دع جهودك وعبدك يا أخي الله عز وجل. صليت وقرأت هذا في لا أريد. أما هذا الصنف الثاني من رمضان، كان قبل رمضان يصلي صلوات، ولكن عندما دخل رمضان لم يزد في طاعته شيئا، ولم يستغل الشهر هو شهر تضاعف فيه الحسنات وتقل فيه السيئات، فيجب أن نستغلها. kwamba hii ni hali ya pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kiasi ambacho kwamba kabla Ramadhani yeye alikuwa kisali, mashaallah, alikuwa kisoma Qur'ani, lakini wakati unaingia Ramadhani yeye hakuzidisha chochote katika masala ibada yake. Yeye katashika vile vile madhali yeye alikuwa anasali tayari, basi anasoma Qur'ani, kazi imeisha tayari. Lakini tulijue kwamba ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao tatadhaafu alhasanat, kwamba mema inaongezeka kiasi ambacho hata kama ulikuwa ukiswali kabla ya Ramadhani tayari, basi hiyo kwamba baada au ndani ya Ramadhani basi uzidishe mambo ya sala za sunna na khairati mbalimbali. Kama unavyoona kijana yetu anambia twende labda usali soma Qur'ani, asema la urid, mimi nishaswali basi natosha, nini kuongeza tena tayari niliposwali basi sina mambo swali nishaswali basi. Kwa hivyo kila mmoja wetu kwamba sio kwamba kisha swala dhuhuri basi akarudi kulala, au labda kwamba akishafanya jambo hili dogo tu akanakuwa kwa kile kubwa. Hapana, kikweli ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani tuzidishe. Ni lazima tupange ratiba maalumu, ratiba ambayo yenye khairi ndani yake. Kwa hivyo hii ni aina ya pili. Hebu tumalizie aina ya tatu. Nakumbusha tu kila mmoja jiangalie, je, aina ya kwanza upo au hupo? Aina ya pili au upo au hupo? Kama zote hupo, kwenda kwa ya tatu hutoki. Kwa hivyo inshallah hebu tuangalie hii ya tatu. Allahu akbar, Allahu akbar. هذا الوقت ظاهر سأصله اقرأ قرآن وأرجع. أما الصنف الثالث أدرك أن رمضان هو موسم طاعة وعبادة، فأقبل إلى الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسابق في الخيرات، فهذا يجب أن نهنئه، لأنه أدرك رمضان تهنيئا لمن صلى وصام وقام وتلا القرآن، وهو حسراته لمن لم يدرك أجر رمضان ولم يستغله وقضى وقته بنوم وأكل ومسلسلات. هذه هي فرصة التي يجب أن نستغلها. أحسنوا في رمضان وصوموا صياما ودعين، ونسأل الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. Kwa hivyo sasa hii ni kipengele cha tatu au ni aina ya tatu ya Ramadhani, kwamba yeye alidiriki, aliona kwamba Ramadhani ni mwezi wa kusali na pia Ramadhani ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Kwa hivyo yeye alikuwa akiutumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya ibada mbalimbali, ikiacha ibada za faridha na pia ibada za sunna na pia tahajjudi na pia salatu duha, na pia alikuwa akizidisha kusoma Qur'ani, kwamba akajipangia kwamba pengine Ramadhani nzima amalize pengine msafu mara 2 au mara 3. Kwa hivyo najikuta kwamba wakati wote yeye anautumia kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kwa sababu anaona kwamba kama Allah subhanahu wa ta'ala alituambia ayyamun ma'dudat, kama ni siku zenye kuhesabika. Kwa hivyo yeye anaona kwamba hizi siku zenye kuhesabika, ikiwa akizipoteza hizi siku
basi kikweli kuipata Ramadhani nyingine hatuna appointment, kama labda kama Ramadhani inakuja sote tutakuwepo. Kwa hivyo yeye kutumia mwezi huu au anautumia mwezi huu kwa kusoma Qur'ani kwa wingi. Kwa hivyo sasa tunaona kwamba yule ambaye atautumia mwezi mtukufu wa Ramadhani vibaya, tayari kujisahau na kughafilika na kufanya mambo ya upuuzi kama tulivyotangulia kusema, basi mtu huyo atakuwa na hasara kubwa tayari. Kwa hivyo sasa tujue kwamba tayari, je, kila moja ajiangalie, kila moja ajihesabu nafsi yake, kama tulivyoambiwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tayari zihesabuni nafsi zenu kabla mjihesabiwa. Kwa hivyo kila mmoja, ikiwa labda kwamba hakupanga ratiba, basi sasa hivi hajachelewa bado, ni lazima kwamba apange ratiba madhubuti ili awe miongoni wale ambao waliosamehewa madhambi yao tangu kumwingia mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka kutoka. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwamba tunapongeza vijana wetu kwa kutuletea mafundisho mazuri na pia kutuletea igizo nzuri ambalo mafunzo yake ni mengi sana kikweli. Kwa hivyo natumai kwamba igizo hili ambalo wanafunzi wetu wametuonyesha kwamba kila mmoja atakuwa amejiona kwamba je, yupo katika kifungu gani. Na katika zama za masahaba, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa pengine ikifika wahi au kiteremka wahi, basi moja kwa moja alikuwa akiwapelekea masahaba, na masahaba ridwanullahi alaihim, kwamba ikiwa mtu kafanya kosa ukaja wahi au ikaja amri kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kusahihisha ile kosa, basi alikuwa pale pale alikuwa analiwacha pale pale, kwamba kusikia tu kwamba hivyo kwamba haitaki kufanya hivi, pale pale ajirekebisha. Kwa hivyo na sisi mafundisho tushaletewa haya. Ikiwa mtu kwamba yeye asiseme kwamba bana, mimi Ramadhani ndio nishaanza na sizani yangu tayari nishaweka hapa, acha nimalizie nitakuja kufanya Ramadhani ndio kuja. Hapana, tayari na sisi wazazi jamani, tuwazoeshe watoto. Tayari watoto kikweli muda mwingine wanapata muda wa faragha, nje hawatoki, lakini je, ndani wanakaa kufanya nini? Yaani mpaka sasa hivi umekuja mazoea, ili mtoto atulie mwekee tamthilia anayoipenda. Basi tukisema tuulize humu, je, mchana kuna tamthilia gani? Basi kila mtoto ataanza kutajia, saa 7:30 kuna hichi, saa 10:30 kuna hii, saa 11:30 kuna hii, na usiku saa 3:30 tamthilia fulani inaanza. Kwa hivyo mashaallah anajua kwa mpangilio. Kwa hivyo ndio tumweke ndani, lakini hebu tumpe vitu ambavyo vitakavyomlea kidini. Watoto wamekuja kutupa mjumbe mzito sana. Kwa hivyo ni sisi juu yetu sasa. Tayari ukikataa, basi fadhakiri inna dhikra kama alivyotuambia mada yetu pale. Kwa hivyo tunaendelea na kipengele kingine kinachosema kwamba adabu za mwenye kufunga. Adabu za mwenye kufunga. Atakuja mwanafunzi Rumaisa Mabruk, falyatafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ismi Rumaisa binti Mabruk, umri 7 sinina, ana talibatu lissafi thani ibtidaiyi. Waqaftu amamakum liusharika alhaditha rasul an mubattilatil siyam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemsema mjumbe wa rehma na amani zimshukie juu yake, man lam yada qaula zur, ambaye hakuacha maneno ya ulushi, wala amala bihi, na akayafanyia kazi, falaisa lillahi hajatan, ana Mwenyezi Mungu haja yoyote kwa mtu huyo, ayade amahu, yoyote atakayejata chakula chake,
wa sharabahu, na kinywaji chake. Natoa ujumbe, tujitahidini kuacha maneno ya uzushi, kuunga mkono wa uzushi na maovu mbalimbali. Tukifanya hivi ni sawa na kushinda na njaa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madhali mwenyewe kishatoa ujumbe, ikiwa mwenyewe kishatoa ujumbe, basi na mimi sina cha kuzidisha. Kwa hivyo tutaingia kipengele chingine nitakisema mafundisho ya sala. Mafundisho ya sala atakuja kutuonyesha wanafunzi. Tafadhali. Mafundisho ya sala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Usalli faridatal fajri ithnain rakaati lillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasabbuka wa ja'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Walakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnati wal maghrib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabr. Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Subhanallahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzaban nar, amin, wa qina adzabal qabr, amin. Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kweli mwalimu, kuna mambo mengine mwasahau bwana. Ustaz, kuna mambo mengine wamesahauliwa bwana. Hukataja hawa. Tayari. Kwa hiyo mashaallah, barakallahu fikum, kwamba hao ni chipukizi wa imamu hao. Tayari kwa hiyo msije kukuta mbele msije mkashangaa. Takasema huko kasoma lini kaanza lini, hapana. Kwa hiyo alhamdulillah kidogo kidogo mambo yataenda. Kwa hivyo unaona kwamba watu kidogo ameanza kuchoka. Tayari hebu wale na group wale tarudishi tena tayari, ili waendelee tayari kuendelea kutufurahisha, ili waendelee kutufurahisha. Sasa tutakaribisha Nashidul Quran kabineti wanafunzi, basi mnakaribishwa katika mimbar. والقرآن قلبي يسعني دوما في دربي في كل وقت متلو وقراتي أن يرضى ربي. والقرآن ربيع قلبي يسعني دوما في دربي في كل وقت متلو وقراتي أن يرضى ربي. ولنقرأ ولننتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم معكم مولانا الكريم. والقرآن ينفعني بالأخلاق يربيني أتلو ليلا نهارا يا ربي فاشهديني. والقرآن ينفعني بالأخلاق يربيني أتلو ليلا نهارا يا ربي فاشهديني. ولنقرأ ولننتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم معكم مولانا الكريم. معه كان من حجيب لا تغير أمتي والبركة في كل أمر. معه تحلو حياتي معه كان من حجيب لا تغير أمتي والبركة في كل أمر. معه تحلو حياتي. ولنقرأ ولننتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم معكم مولانا الكريم. حين نرى من الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاريخها ويتقي والجنة. حين نرى من الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاريخها ويتقي والجنة. ولنقرأ ولننتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم معكم مولانا الكريم. هيا نتعلم قرآن بالتجويد وبالأحكام هانئا للآخرين تعلموا وعلموا. هيا نتعلم قرآن بالتجويد وبالأحكام هانئا للآخرين تعلموا وعلموا. ولنقرأ ولننتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم معكم مولانا الكريم. Yani kikweli, yani muda mchache lakini jitihada kubwa sana imepita. Kwa hivyo ewe mzazi unasema kila nikienda pale walimu wamekaa tu, kila ni siku nikienda pale alimpiga story tahashulika wanafunzi. Kikweli ile matunda tunayaona tayari, hadi wanafunzi kuashiwa tu audio halafu kufanya vile vitendo vinavyotakiwa sio masahara tayari. Na ukitakujua kwamba kazi kubwa imefanyika kwa walimu, basi hebu leo ndio tafuta kasida yako tayari, mtoto wako mfanye kama hivyo, ujue kwamba je atachukua muda gani tayari. Kwa hivyo mashaallah kwa wanafunzi nawapongeza sana na uongozi ujumla. Kwa hivyo sasa tutakwenda katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi ya kusahau atakaye kusoma wanafunzi Khalid Ahmad falyatafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي خالد، عمري 9 سنوات، أنا طالب للصف الثاني. وقفت أمامكم لأشارك حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنه أطعمه الله وسقاه. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل وقال ولكن خصوص القول ثم الإنسان بكثرة نسيان. Kikweli wanafunzi ile katondosha waswasi leo tare, katondosha waswasi maana wako wale ambao waliozoea kula
tayari. Sasa mwezi wa Ramadhani umeshaingia tayari, na wako tunasema wenzangu na mimi wale walazoea kuonja tayari, walazoea kufaini kuonja kwamba imekuwa kama vile TBS, kama kile kinachopikwa kipite kwake kwanza tayari. Muda mwingine huwa anajisahau, vishapikwa vishafunikwa, basi wanahikaimata, hebu chukua moja, lakini alikuwa mfano kasahau, lakini mashaallah kama kaonja moja, halafu ni sifu kaimati tamu, akaambia wewe mjinga, tamu wakati ushafungua tayari. Kwa hivyo yote ambaye atakayekula kwa kusahau. Lakini pia tujue katika lugha kuna nasia na kuna atanasa, ni vitu vile tofauti. Kuna kusahau na kuna kujisahaulisha. Kwa hivyo sasa kwamba usije umejisahaulisha alafu kaambia watu kama umesahau, Mungu anakuona. Kwa hivyo sasa hivi tutaingia katika kipengele kingine kinachosema makosa kwa mfungaji. Makosa kwa mfungaji atakuja kutuelezea mwanafunzi Mirfat Saif. Mirfat Saif, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Mirfat binti Saif, umri 19 sinin, ana talibatun lissafi rabi'il ibtidai. وقفت أمامكم لأشارك بعض أخطاء يكون فيها لبعض الصائمين في رمضان. ومن الأخطاء عدم التبيت نية الصيام من الليل أو قبل طلوع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له. اتخاذ هذا الشهر فرصة النوم والكسل بعد العمل والعبادة. وكثير من الناس يفهمون أن رمضان شهر الأكل والشرب والتمتع، وكثير من الناس يظنون أن رمضان شهر اللعب واللهو مثل karata, kera, mpira, hutib. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutaingia katika jambo lingine, na kikweli kwamba hii ratiba ipo katika sehemu yake. Tutaangalia upande wa tauba. Kwa hivyo mwanafunzi Mariam Khamis atakuja kutuelezea umuhimu wa tauba. Mariam Khamis, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Maryam binti Khamis, ana talibatun lissafi rabi'il ibtidai. Waqaftu amamakum liusharika al-ayatul Qur'an. Shahru Ramadan, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahru taubati wal ghufran, ni mwezi wa toba na msamaha. Qala ta'ala, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka: ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mulioamini tubieni kwa Allah toba ya kweli. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu amrehemu Mwenyezi Mungu na amuokoe: ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra, hakika mimi natubu kwa siku mara 100. Man lam yatub fi Ramadan, na ambaye hatatubia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Famata yatubu, wakati gani atatubia? Wa man lam yakla ani dhunubi fi Ramadhan, na ambaye hatojitoa katika madhambi mwezi mtukufu wa Ramadhan. Famata yakla, wakati gani atajitoa? Wa man lam yarham nafsahu waqta siyam, na ambaye hataionea huruma nafsi yake wakati wa kufunga. Famata yarhamha, wakati gani ataionea huruma? Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kinachosema kalima ya Ramadhan tayari, kalima ya Ramadhan kama Ramadhani sio mwisho ibada. Takuja kusomea mwanafunzi Fatma Sudi, mwanafunzi Fatma binti Sudi, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ismi Fatma binti Sud, ana talibatu lis-saffi rabil ibtidai. Waqaftu amamakum liusharika al-hadith ar-rasul an mudawwamat al-ibada. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na mwokoe, ya ayuhan nas, enyi watu, khudhu min al-amali ma tutiqun, fanyeni katika matendo kiasi mnachokiweza. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yamallu hatta tamillu, haachi kulipa thawabu mpaka muache kufanya matendo mema. Wa inna ahabba al-amali ilayya, na hakika matendo yanayopendeza zaidi kwangu, madama iqalla, ni yale yanayodumu hata kama ni machache. Natoa ujumbe, natakiwa tumwabudu Allah mpaka kufike umauti. Kumaliza kwa Ramadhani siyo mwisho wa ibada. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalima Ramadhani na mambo mbalimbali yaliyopita tushaambiwa tayari. Kwa hivyo sasa tuwaletee au niwaletee kitu chengine tofauti zaidi kuliko vitu vyote ambavyo tumeanza katika nashati yetu hii. Tayari hichi kipo tofauti tayari. Inshallah tutawaletea gwaride ya vijana, tutawaletea gwaride ya vijana, tuone wanafunzi wetu jinsi wanavyopiga gwaride. Na wanafunzi, karibuni. Janaha, Hazmat, Ista'il, 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 Ista'il. Al-yumnu qad tajalla wan-nasu qad yafal, wa fin nufusi hazimi man shabahu wajal. Haya ilal mali nasala abad, haya ilal mali nasala abad. Bil-izzi wal-makarimi wa sahibil azaimi, nabahal fuhara daimi, ramadal adu wa azimi, fa inna nasikha wa akuluna kutamal, amaluna kibaru wa anna jalal. Haya ilal mali nasala abad, haya ilal mali nasala abad. Ista'il, Ista'il. Yumna ilal amamat, Hazmat. Yumna ilal amamat, Hazmat. Yusra
الجني اظهر حرك رجلك حرك رجلك يمنى قدر حفمت يمنى قدر حفمت يمنى قدر حفمت يمنى قدر حفمت يسرى قدر حفمت يسرى قدر حفمت يسرى قدر حفمت يسرى قدر حفمت أكرم 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 التحيات على الأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقتلون العدو؟ سلاحا كيف تقتلون العدو؟ ثلاث خطوات إلى اليمين ثم اقتلوا العدو.
مقتول عدو. اختفي اذهب الصدر أيها الرماة اهجموا أيها الرماة اهجموا استعين استارح يسرى قدر هفمت إلى الأمام امش kama nilivyoambia kwamba kila tukenda mbele basi tunazidi kufurahi tayari. Kwa hivyo sasa hivi tunasema kuna musharaka aljamia, tunataka tutoe zawadi, tunataka tutoe zawadi tayari. Ni zawadi inakuja kwa wazazi, na wazazi wao hawajashiriki chochote, lakini tumesema kwamba hata kama hawajashiriki basi tuwape zawadi, kwa vile kuja kwao tu, kwa kule kuja kwao basi tuwape zawadi. Kwa hivyo kuna kikapu hichi sala kitapita, kila mmoja atachukua zawadi yake, kila mmoja atachukua zawadi yake. Kwa hivyo kwa mzazi tu, lakini kwa mzazi tu kila mmoja atachukua zawadi yake, atumie kwamba kikapu kipite tu. Zawadi yako kaa nayo, isome kwamba umepata gari au umepata pikipiki. Shia hataki gari, karuka. Zikishafika 5 nyingine naomba uende kule kwa kina mama. Nenda kule kwa kina mama. Ambaye ni mwalimu usimpe, wao wana gari lao la shule. Osman, changamka. Si ulikuwa mwanajeshi hapa? Hizo ndio zawadi. Aliyokuta zawadi imeandikwa namba 1 anyoshe mkono. Zawadi iliyoandikwa namba 1. Namba 1 imepotea. Namba 1, chukua maiki utusomee zawadi yako inasemaje? Zawadi yako inasemaje? Kama inasema ni gari, utasoma hilo gari likoje, alafu utapitia pale kwa madam, utapewa funguo. Tusomee ulichokiokota kwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kufunga Ramadhani ngapi katika uhai wake? Tupatie jibu ili upate funguo. Kama jibu liko mbali unasema nalifikiria. Hatusemi ujui, sema nalifikiria. Hizo zawadi nzuri. Simwambia watoto hujamaliza homework, Sasa na wewe hujamaliza homework. Tayari lipite.
tulirudishe kwa imamu. Limekosa jibu, tunarudi kwa imamu, tunaomba jibu. Haya, sasa mazalo hujapata jawabu mengi kwa jawabu fungu tutachukua mimi sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake alifunga Ramadhani 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake alifunga Ramadhani 9. Mashaallah, Ramadhani 9. Umekumbuka eh? Hai, umekumbuka, muda ushaisha. Haya, aliokota namba 2. Aliokota namba 2, zawadi namba 2. Nyosha mkono. Naomba mwanafunzi mmoja achukue maiki kule, aipeleke namba 2. Namba 2 pale kwa mama. Kule. Tusomene zawadi yako. Dua gani ambayo ni bora kuisoma katika kipindi cha Lailatul Qadr, ile 10 la mwisho? Dua gani ni bora? Zote dua unaweza kuomba, lakini kuna moja ambayo ni bora. Tupe jibu lake. Anapewa nusu tende. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul fa'fu anna. Hivyo aya, huyu bwana kisha nipokonya zawadi huyu. Tayari kishafaini, kisha nipokonya zawadi. Zawadi ya kwanza nimeipata mimi, lakini zawadi ya pili kaipata yeye. Barakallahu fik. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ahsante. Mimi ya kwangu kwa sababu kajaribu, naomba hiyo zawadi apewe kwa mkuu pale. Mpatie zawadi yake kwa sababu kajaribu. Aliokota zawadi namba 3. Aliokota zawadi namba 3. Anyoshe mkono. Soma karatasi yako. Namba 3 iko kule kule. Haya, tusomee. Neno Ramadhani limetajwa mara ngapi katika Qur'an? Hii Ramadhani hii imetajwa mara ngapi katika Qur'ani? Tupite. Kasema tupite. Imamu, tupe majibu. Haya, sasa haya majibu naofia tu hata asiyake ni kabata pembeni huko. Tayari neno Ramadhani katika Qur'ani limetajwa mara moja. Neno Ramadhani katika Qur'ani limetajwa mara moja. Tayari, kwa hivyo zawadi yako tunasamehe, na hiyo pia nitaibeba. Na hiyo pia nitaibeba. Namba 4. Namba 4. Ni huko eh? Mashaallah. Ile maiki iko wapi? Shempelekea maiki. Namba 4. Mbona hujamsimamia asije akapiga chabo? Hapo kumekaa mashehe tu, anaweza akakosa akaambia nisemee. Kafara gani anatakiwa aifanye aliyekula mchana wa Ramadhani bila ya kuwa na udhuru, haumwi, hana dharura yoyote? Kafara gani? Tugaie jibu. Afunge tarehe miezi miwili mfululizo, kama hawezi hilo basi alishe maskini 60. Mashaallah. Nimesikia mashaallah kwa imamu, maana yake kapata. Mimi nimeunganisha tu. Niliposikia imamu kasema mashaallah, maana yake hiyo imepita hiyo. Huna cha kujazia shehe. Huna cha kujazia, hiyo ishapita hiyo. Mimi alipokota tu karatasi yule shehe nikasema tumekwisha. Yeye kila tukitoa maswali challenge anakuwa yeye. Sasa hivi tutakaza kidogo la kwake.
mwanafunzi bora huyo. Naomba binti mmoja aende pale achukue zawadi yake ampelekee. Namba 5. Namba 5. Yaani swali lake lilikuwa ni rahisi sana, kwamba ikiwa umeshindwa, wewe ni maskini, basi funga. Huwezi kuachisha wafungwa mtumwa huwezi kumnunua, basi bidi ufunge miezi miwili. Ukisema una hela, basi utaachisha, utamwachia huru mtumwa, au utafanyaje lingine, au utalisha maskini. Kwa hiyo hapo kidogo wewe unazo za kuwalisha au maskini 60. Ukisema sina, bidi ufunge. Kwa hiyo hakuna sehemu ya kuchomoka kwamba mimi nilikuwa sina hela, bidi ufunge sasa kama una hela. Namba 5. Jina la mlango wa pepo atakaoingia waliofunga unaitwa Ar-Rayyan. Hiyo ulikuwa unaijua? Alafu ilitajwa hapa, walitoa majibu hapa hapa juu hapa alitoa majibu. Anyoshe mkono alijibu sahihi. Mashaallah. Ulichiti au ulikuwa nalo? Ulikuwa najibu Haya, mashaallah, mashaallah. Hilo hata mimi nalijua, ndio maana sijamuuliza imamu. Namba 6. Shempelekeshe pale. Namba 6 naye asingepewa hilo swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 6 swala nasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga kwa kuhudumia dini, akifungulia akifungulia kwa kuhudumia dini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifungulia kwa kutumia pembe raba au pembe ya kawaida au maziwa au maji. Mashaallah, nimesikia tuko mashaallah. Nenda kamchukulie zawadi pale umpelekee. Rania, nenda kamchukulie zawadi pale. Changamka. Namba 7. Shehe wangu pale namba 7. Mike iko kule. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Ni swala gani ya sunna ambayo kuswali kwa watu sawa na dunia na hivyo? Ni swala gani ya sunna kuswali kwa watu sawa na dunia na hivyo? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ni sunna salati kabla ya salati subh. Mashaallah. Yaani hii aliwadati wazazi wamo, wanafunzi wamo. Semeni mashaallah. Mimi nilikuwa nasubiria huku kwa maimamu huku kuna mtu atakayekosa, mpaka sasa hivi hakuna. Sasa hivi tuendelee. Swali namba 8. Naam, rudia. Qur'ani tukufu imeteremshwa kipindi gani? Mashaallah. Hilo liko nalo? Nalo litajwa hapa? Mashaallah, mashaallah, akapatia. Namba 10. Namba 10 after mazia 9. Namba 9 kwanza Haya, namba 9. Aliyokuta namba 9. Hiyo linaenda hilo. Hiyo zawadi inaondoka. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah. Shehe, nawe majibu alikuwepo hapa juu? Au ulikuwa nayo?
alikuwa nayo, mashallah. Kamshukulie zawadi pale, maana alichangamka. Wa mwisho kabisa namba 10 ambaye anatufungia kipengele hiki aliyokota namba 10. Yuko wapi? Haya, maiki imeenda kule. Haya, tusomee sasa. Msipiane majibu. Mimi hukumu kwa yule aliyechelewesha kulipa deni la funga hadi kuingia Ramadhani yenyewe. Hilo swali limeokotwa na sehemu sahihi, ingawa kote, lakini sana sana wale ambao wanadaiwa mpaka inaingia Ramadhani nyingine. Unavuta tu, nitafunga mwezi ujao, nitafunga mpaka Ramadhani nyingine. Nini hukumu yake? Anatakiwa alipe atoe fidia yake. Rudia, maana mimi hapo sina majibu, nasikiliza imamu atasemaje huko. Anatakiwa alipe alafu atoe fidia. Imamu, tupitishe hapo. Kama anapata nusu tende au apate kabisa. Naam. Takbir. Sijui tuendelee mpaka saa 9. Tuendelee? Hebu watoto ndio tuendelee na mkono kwanza. Hebu kuja nguvu kwanza, simamisha mkono Tingisha mkono, tingisha mkono, tingisha. Guruma. Mko vizuri. Daku imepanda vizuri. Aya bani. Nadhani alwahda mashaallah. Swali tulisikia ile kwamba nini hukumu ya mtu mwenye kuchelewesha funga kwa makusudi, si ndio? Anatakiwa afanye nini? Kachelewesha, imetoka funga, sasa imeingia Ramadhani nyingine na deni. Kwanza sheria mdaiwa alipe. Akichelewesha hakuna faini. Basi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafikiri jawabu zilikuwa zinakaribiana na imetoka hapo. Mwenye kupoteza maidhaya sawma amdan, mwenye kupoteza funga kwa makusudi, ilikuwa amekachelewesha kwa makusudi, basi hukumu yake kwanza atalipa zile alochelewesha, baadaye moja katika zile 3 zilizotajwa, ima ataachia mtumwa huru, ima atafunga shahrain mutatabi'ain, miezi 2 mfululizo, ima atalisha maskini 60. Patamu hapo Barakallahu fiku. Mashaallah. Umepata ile, umejaziwa kidogo na imamu. Hizo tende ukagawane naye kidogo. Takbir. Haya, tunamalizia wale waliojaribu, naomba waonyeshe mikono. Wale wazazi waliojaribu wakashindwa kufikia malengo, wakina mama kule wawili, naomba mwanafunzi mmoja akachukue pale zile zawadi zao. Asanteni kwa kujaribu, ili siku nyingine msije mkasema sijaribu tena. Kwa umejitahidi, hata darasani tuko hivyo, anayejaribu namwambia asante, umejaribu ila hujapatia. Kwa hiyo na nyinyi mmejitahidi, mmejaribu. Mngepatia wote ingekuwa mtihani. Lazima kuwe, hata darasani haiwezekani wote wapatie. Kwa hiyo hapa tulikuwa kwenye darasa kuna ambao wamefaulu, waliofaulu ni 8, alafu waliofeli makadirio ni A. Kwa hiyo darasa liko vizuri, tumefaulu kwa ufaulu wa A. MC, naomba niwakilishe kwa. Mashaallah, asante, mshukuru, barakallahu fikum. Kwa washiriki wote, kama nilivyosema kwamba tumefaulu, kwamba sote tumefaulu, alama tulizopata kwamba tumefaulu. Taarifa sasa, ili tuburudike kidogo na shida Ramadhan, wanafunzi falyatafadhal mashkuran ajra. Ya Ramadan, hala ya Ramadan, hala ya Ramadan, hala ya Ramadan, ya Ramadan,
رمضان أحلى وتجلى النور والخير أطلى وسد العصفور يا رمضان يا صائم قبل بهم الرحمن بصيام قد تدخل باب الريان جنات تجري فيها الأنهار ورفيق الخير طه المختار رمضان أحلى وتجلى النور والخير أطلى وسد العصفور يا رمضان وتاها محراب الروح والله دانا بابي مفتوح أيام الليالي أغلى النهار يا وحداني نحو الجنة لا هلا يا رمضان هلا يا رمضان يا رمضان هلا يا رمضان رمضان وتانا موسم بركات بخير دانا شهر النفحات أيام الصفاء والأجواد شهر العقاب والله كريم رمضان أحلى وتجلى النور والخير أطلى وسد العصفور يا رمضان المؤمن ضاما بصبرك هلا وصلاة قيام أفلح من صلى بر وتقى عطف وهنا شهر وسا ينمو وما لا هلا يا رمضان هلا يا رمضان هلا يا رمضان هلا يا رمضان وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى يرجون تجارة لن تبور. صدق الله. Ama ndugu wazazi, ndugu viongozi, ndugu wazazi na wazee kwa vijana, kwa hakika tunatumia msemo wale waliosema al-labibu yakfi al-ishara au inna al-labiba bil isharati yafham. Kwa hakika mwenye akili inatosha kwake yeye ishara kumwongoza. Kwa upande wa pili sitaki nizungumzie kwa sababu utaona kama itakuwa unagongwa zaidi. Wal abd yaqra bil aswa, na maana kusema hichi tulichokiona mbele yetu kwa watoto wetu tuliowaleta hapa katika kituo cha Al-Wahdat, hichi ndio kilichopo, hichi ndicho ambacho wanachofundishwa. Tuna maana tunakusudia kinafundisha katika elimu ya sekula na pia hali yakuwa katika upande wa dini ambao kama ndio jukumu letu pia wako salama, au ndio malengo yetu. Tukiangalia dini kama dini inataka katika nyanja zote, sio kubana tu katika upande wa sekula, kutumia tu
gharama nyingi kama tunavyofanya, lakini katika upande wa pili tuko sufuri. Tuna maana wako ambao kama wanatumia gharama za kufundisha mtoto tangu mwanzo mpaka anahitimu masomo yake katika hali ya degree, lakini mtu yule ni Muislamu, katika hasara iliyoje, ubaya ulioje, hata kujitoharisha hawezi. Huo ni msiba, tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kama tutawalea watoto wetu katika silsili hii hapa, wanapata elimu ya sekula na wanapata katika elimu ya dini, kwa hakika tutaifanyia kazi ile aya inasema yarjuna tiyaratan lan tabur. Kwa hakika wanapata faida, wala hato doda, maana hato kula hasara. Tukibaki katika njia hiyo katika Qur'ani, kuifanyia kazi Qur'ani inapotuelekeza, kwa hakika itakuwa sio majuto. Maana yake tunampa haki ya mtoto hapa duniani, na pia mwisho wake akhira inakuwa anakutakia nini? Maghfira, ni msamaha, ni sababu ya kuombea dua. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.